Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Leo tutaendelea na somo linaloitwa matunda 12 ya mti wa uzima. Matunda 12 ya mti wa uzima. Haya ni matunda ambayo kama ulifuatilia hapo clip iliyotoka kule ile ya semina, nilijaribu kuongelea aina moja tu ya tunda, lakini leo nitazungumzia matunda yote 12. Mti wa uzima huu ni mti ambao uko kaskazini mwa paradiso, na haya matunda yapo, na haya matunda ni sehemu ya maisha ya Mkristo. Yaani ili uende kule unatakiwa uwe na vitu hivi 12 ili uingie katika ile Eden ya sasa au paradiso. Manake ukisoma kitabu cha Mwanzo 2:9 utaona pale mti wa uzima, mti wa uzima. Pia 3:22 utaona mti wa uzima ulikuwepo, lakini mti huu baada ya kuwa kule katika paradiso ulipewa matunda 12 ambayo haya ndiyo yanafanya mtu aingie kule katika ule ufalme, kwenye raha, mahala pa raha. Sasa tusome kitabu cha Ufunuo ile sura ya 22 mstari wa 2. Haya yamezungumzwa pale kitabu cha Ufunuo, na ni vizuri ukawa naye, kwa sababu haya ndio yatakao kufanya wewe umuone Mungu au la, uende mbinguni au la, na pia uishi kwa maisha ya kumpendeza Mungu au la. Matunda 12. Biblia inasema, Ufunuo inasema, katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwako mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani yake mti huo ni wa kuwaponya mataifa. Aina matunda 12 ya mti wa uzima. Na ukisoma ile Mwanzo 2:9 utaona pale pia inazungumzia mti wa uzima, na mti ulikuwepo. 2:9 inasema, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Tulikuwa na mti wa uzima na mti wa mema na mabaya, lakini mti huu wa uzima ndio mti uzao matunda 12. Na matunda haya, moja ya tunda la kwanza linaitwa tunda la toba. Mti huu ukisema tunda la toba, toba ni muhimu sana kwa Mkristo, na maisha ya wokovu unahitaji kila wakati kuwa mtu wa toba. Ukisoma kile kitabu cha Luka 3:8 utaona pale kuhusu hayo tunda la toba. Luka 3:8 utaona kuhusu tunda la toba inavyozungumziwa hapo. Na maisha ya Mkristo unatakiwa uishi kwa toba. Yaani mtu yoyote yule katika dunia hii, Biblia inasema kama tukisema tuna dhambi tutajidanganya wenyewe, na yeye Mungu ni mwaminifu, tukiziungama dhambi zetu na mwaminifu na tutaziondoa. Luka 3:8 inasema, basi toeni matunda yapatano na toba, wala msianze kusema moyoni mwetu tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumwinulia Ibrahimu watoto. Basi toeni matunda ya toba. Lakini pia ukisoma hapo Mathayo 3:8 pia utaona tunda la toba, na Petro wa pili 3:9 pale pia utaona matunda ya toba. Toba ni muhimu kwa Mkristo, na ni jambo ambalo linahitaji sana umjue Mungu
Kuna vitu vingine hata kama hujafanya dhambi, hujakosea, lakini kuna wakati itahitajika wewe kwa vitu ulivyoviona ama kuvisikia uombe toba, ujitakase, ujisafishe kila wakati ili uweze kuwa salama. Ujioshe kwa damu ya Yesu ili uweze kuwa salama. Petro ndio kilichomsaidia, alikuwa na tunda la toba, akawa salama. Mpaka leo tunamwita mmoja wa mitume ambao wamefanya kazi kubwa sana ya Yesu, Petro. Lakini pia tunda la pili ni tunda la nuru. Nuru, Efeso 5:9. Utaona pale kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 9. Tunda la nuru. Nuru ni tuseme utakatifu kwa Biblia. Nuru ni utakatifu au mwanga ambao wa Mkristo unaompa dira kwamba aishi maisha ya namna gani huyo Mkristo. Efeso 5:9 maandiko yanasema, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Tunda la nuru litakufanya uwe mwema, ufanye wema na ufanye haki. Ndani ya mtu huwezi kukaa nuru na giza, huwa havipatani. Nuru na giza havipatani. Nuru huwa ikikaa ndani ya mtu inamuongoza katika kufanya mema, inamuongoza katika kuwatendea wengine mema na kufanya haki. Inamuongoza pia katika kufanya haki na kweli na utakatifu. Nuru. Kwa hiyo tunda la nuru ni katika wema wote. Wakristo nakuta mtu ana dhambi, anaanza kuizoea taratibu taratibu, mwisho wa siku anajikuta amezoea. Kwa sababu nini? Giza linaanza kuingia taratibu taratibu, anaanza kuzoea maovu, anaanza kuzoea dhambi, anaanza kuzoea mambo machafu taratibu. Dhambi huwa haingii kwa mtu ghafla, inaanza kwa ushawishi wa taratibu taratibu, mwisho wa siku unakuta giza linatawala ndani yake. Sasa nuru na giza huwa havipatani. Na ukisoma kitabu kile cha Korinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14, pia hapo inasema, Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14, Biblia inasema, msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aminia na sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Hivi vitu havishirikiani. Pote patakapo kuwepo nuru, giza huwa halipo, linatoweka. Hasa ukisema kwamba hapo hapo unampenda, una Yesu moyoni mwako, huku unamchukia ndugu yako, huku unamkebeli, huku unafitinisha ndugu na ndugu, rafiki na jamaa, unagombanisha familia na ndoa na familia na uchumi watu, unavuruga, unaloga, afu kuna Yesu. Ni hivyo vitu haviwezi kukaa pamoja. Na Yesu anasema tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Pana mapatano gani kati ya Kristo na Beliali? Amda nikwambie tu, huyu Beliali ni mmoja au anaitwa nabii wa uongo. Nabii wa uongo, jina lake kubwa kuzima anajulikana kama nabii wa uongo, au kwenye falme za giza. Huyu ndio yule nabii wa uongo ambao atakamatwa, atatupa kwanza kwenye ziwa lile la moto, alafu baadaye ndio atafuata wengine. Lakini huyu nabii wa uongo anaitwa Beliali. Beliali ndio chanzo cha manabii wa uongo, na nguvu nyingi manabii wa uongo anaichukua kwa huyu Beliali. Na ndio maana wasema pana mapatano gani kati ya Kristo na Beliali? Pana ulinganifu gani? Watu huwezi kulinganisha kabisa kati ya Kristo na Beliali, ni vitu vili tofauti. Beliali yeye jina lake ni hilo, anaitwa nabii wa uongo, na huyu atakuja pia kufanya kazi huku duniani pindi kanisa litakaponyakuliwa. Na bado hata sasa anafanya kazi kuwapa manabii, mitume, wachungaji wa kichawi, mitume kichawi, kuwapa nguvu na uwezo wa kuweza kushawishi
na kufanya uharibifu kwa dunia na kupotosha imani. Tunda la nuru, utasoma pia Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura 2 mstari wa 10 inazungumzia nuru pia hapo, na Isaya 60:1 pia inazungumzia masuala ya nuru, tunda la nuru. Ni vema ukafanya wema na haki yote. Hii inakaa katika wema na haki yote. Pia tunda la nuru watu waone. Wewe ni barua inayosomeka, watu waone matendo yako, waone wema wa Mungu, wamuone Yesu ndani yako. Ndio kinachomaanisha watu hawezi kwenda kule kwenye paradiso, hawezi kwenda mbinguni bila ili tunda la nuru kukaa ndani yako. Mara ngapi umekuwa ukimsimanga jirani? Mara ngapi umekuwa ukionea wengine? Mara ngapi umekuwa ukitesa wengine bila sababu? Unatesa hata kama na sababu. Kristo anasema kama nilivyosamehe na nyinyi vivyo hivyo msamehe. Tunda la nuru linakufanya uwe na hofu ya Mungu, uwe mpenda Mungu na binadamu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, roho yako yote na akili zako zote. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Huwezi kuwa na nuru kwenda mbinguni kama una iko kitu. Lakini pia tunda la tatu inaitwa tunda la kinywa au midomo. Tunda la kinywa au midomo, hili ni aina tunda ambalo Mithali 18:20 ukiisoma hiyo Mithali sura ya 18 na ule mstari wa 20 utaona hapo Biblia inavyozungumza. Mithali 18:20 inasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Na ukiendelea pale anasema mauti na uzima huwa katika mwili wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Sikiliza mtu wa Mungu, kila unachotamka ndicho kinachoweza kukutokea. Na mahala pengine Biblia inasema kwamba mtu azanivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini hili tunda la kinywa la midomo pia ukisoma na Ibrania 13:15 utaona pia hapo linazungumziwa tunda hilo la midomo. Kinywa apandacho mtu ndicho atakachovuna, na pia mtu atashiba matunda ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika ulimi wa mtu, nao wapendao watakula matunda yake. Kule katika Wakuu wa Giza kuna msemo mmoja ukiwa anasema kwamba one word can create everything, one word can change everything. Yani neno moja linaweza kuumba kitu chochote kile. Na neno moja linaweza likabadilisha hali ya hewa yote, mambo yote. Ukisema nataka kwenda mbinguni, ulimi wako ukikiri kwenda mbinguni, basi utaingia. Ulimi wako pia ukisema sisi ni sijui wa wapi, sisi wa motoni, utaenda kweli motoni. Unavyokiri ndio unavyokuwa. Ukisema mimi ni maskini, basi neno lako moja, kama shetani alikuwa anakutafuta kwa neno lako hilo, anakufukarisha miaka yote. Kwa neno lako hilo ukisema waache wengine wazuri ni wao, sisi wengine sijui nini wabaya, basi kwa neno lako hilo anaweza kukuharibia kibali cha muda wote. Yesu kuna sehemu alipopita akakuta mtini haujazaa matunda, lakini Biblia ilikuwa inasema si wakati wake, lakini akaulani. Alipoulani, walipopita siku ya pili wakakuta ule mtini umenyauka, umekauka, ile laana aliyosema. Lakini alitamka kwamba kuanzia sasa watu wasipate matunda kwako, usizae matunda huu mti. Akaulani, tayari ile laana ikatokea. Lakini ni nini matokeo yake? Ni kinywa alitamka. Wako watu wanalaani mbele yako, wameharibu mbele yako, wengine wanajaribia wenyewe kutokana na matamko yao, ukiri wao, usemi wao, matendo yao. Sasa hili tunda la kinywa, kuwa makini sana katika yale unayoongea na unayoyafanya. Maneno yako yanaweza yakakuhukumu baadaye. Maneno, na utashiba, tumbo la mtu litashiba matunda ya kinywa chake. Kwa hiyo matokeo ulionayo, maisha ulionayo ni kwa sababu ya ukiri wa midomo yako, kinywa chako. Unajisemea nini? Unajitamkia nini? Kwamba wewe ndo mgonjwa, anajisemea kwamba mimi mgonjwa wangu ndo huu, tatizo langu ni hili, mimi shida zangu ni hizi. Kila unachojisemea basi ndio inakuwa hivyo.
Tunda la 4 linaitwa tunda la haki. Hili ni tunda la haki. Tunda la haki ili unasoma Yakobo 3:18 na pia kitabu cha Isaya 3:10. Tunda la haki hii pia ni moja ya matunda ambayo Biblia inazungumzia, na pia ulimwengu alio yapo pale katika ule mti wa paradiso, ule mti wa uzima. Pale amewekwa hayo ili kwamba watu walioko pale ni watu wenye haki. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa haki. 3:18 ile Yakobo, Biblia nasema, na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Na ukiangalia ile Isaya 3:10 pia nayo nazungumzia. Kwa hiyo tunda la haki ni tunda mojawapo ambalo hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Haki na amani ni vitu vinavyoendana. Ukifanya haki, amani inakuja. Asa 3:10, Isaya 3:10 nasema, waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Watakula matunda ya matendo yao. Wenye haki watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Haki ni matendo mema. Haki ni kufanya vile ambavyo, kumfanyia mwingine ambavyo wewe ungetamani pia na wewe ufanyiwe. Usimfanyie kitu ambacho na wewe utaki, usingependa ufanyiwe. Sasa matunda ya haki pamoja, haki ya kula, kuishi, haki ya kuongea, haki ya kusikiliza, haki haki ya kumwabudu Mungu. Biblia nasema Yesu alikubali kuitimiza haki yote. Akamwambia Yohana, nibatize tu. Maana Yohana alikuwa anakataa kumbatiza Yesu. Lakini Yesu akamwambia nibatize tu ili tuitimize haki yote ya kuingia wapi? Mbinguni. Ubatizo wa maji mengi. Huo ndio ubatizo unaweza kufanya kuitimiza haki yote. Sasa ufalme wa Mungu ni ufalme wa haki. Watendee wengine haki, ishi kwa haki, abudu kwa haki. Na watu unakuta kwenye ibada zenu amfanyii Mungu haki. Unapata zaka, utoi kwa haki, utoi katika roho na kweli. Uwe mwaminifu katika utoaji wa zaka, sadaka, ibada, kuhudhuria ibada, kufanya kazi za huduma ya Mungu. Kila kitu ambacho wewe ungetamani. Biblia inasema kwamba Mungu, msidanganyike, Mungu adhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yaani vile unavyofanya mbele za Mungu ndivyo unachokivuna. Haki ni jambo la muhimu sana kiroho, na yeye ajuaye kutenda haki asiitende, kwake huyo ni dhambi. Hilo ni tunda la haki. Zaidi sana wengine wasilie kwa ajili yako, wengine wasipate machozi kwa ajili yako. Mmeumiza watu, mmechosha watu, mmeharibu maisha ya watu. Sikilizeni, haki ni jambo la muhimu sana, na mnatakiwa mjue tunda mojawapo la mti uzima mbinguni hawendi watu wasio haki. Ni haki ya Mungu unayoitafuta. Unahitaji Mungu afanye mambo makubwa kwenye maisha yako, lazima uishi kwa haki, utakatifu na kweli. Lakini pia tunda la 5 linaitwa tunda la imani. Imani, Ebrania 10:38. Utaona hapo kwa Ebrania 10:38 nasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akisitasita roho yangu haina furaha naye. Lakini pia ukiangalia Galatia 3:9 utaona hapo pia kuhusu imani. Galatia 3:9 utaona pia kuhusu imani. Na imani moja ya tunda la mti wa uzima, kwa sababu pale huwezi kwenda mbinguni, kwenda kule paradiso kwenye mangojeo, kwenye mji wa raha. Huwezi kwenda pale kwenye mangojeo kama huna imani. Ufalme wa Mungu ni ufalme ambao unapatikana kwa imani. Tunaenenda kwa imani. 3:9 ile ya Wagalatia, Biblia inasema, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Ibrahim alijulikana kama baba wa imani. Ibrahim akaenda mbinguni kwa imani.
aliamini hata kumtoa mwanae Isaka kwa imani. Mahala pengine Biblia inasema lakini mtu awaye yote asipokuwa na imani, huyo haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Ni vigumu kumpendeza Mungu pasipo imani. Amini katika kupona, amini ushindi, amini kubarikiwa. Anasema hao walio na imani ndio watakaobarikiwa, pamoja na Ibrahim. Ibrahim alibarikiwa sana 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 kwa sababu ya imani. Na imani ni nini? Kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasiyoonekana. Kuamini umepona hata kama unaona kuna changamoto na kutatiza. Kuamini imekuwa. Maombi yanayoogopa shetani katika ulimwengu wa giza ni maombi ya kuomba kwa imani. Haleluya, haleluya. Ni kuomba kwa imani. Shetani haogopi maombi mengi, maneno mengi. Yeye anachoogopa ni maombi ya imani. Unapoomba kwa imani, anaogopa kwa sababu we nguvu zako we Mkristo, ili mambo yatokee, yanaendana na imani. Na imani inaweza kupindua matokeo. Hata kama uliambiwa na daktari au uliambiwa na habari mbaya, imani inaweza kufuta habari mbaya. Imani inaweza kuondoa taarifa mbaya. Imani inaweza kuondoa ujumbe mbaya ambao shetani ameuleta kwako kwenye maisha yako unaotesa moyo wako. Watu ambao wanashindikana ulimwengu wa giza ni watu waliobeba imani, sio waombaji sana, wapige kelele sana, sijui nini, ila maombi yao, wale wanaomba kwa imani, huwa yana matokeo makubwa maombi yao, na yanafanya mambo makubwa. Kwa hiyo imani ni kuwa na hakika. Kuwa na hakika, uwe na uhakika kile unachokiamini, usiwe na mashaka. Amini tu, Yesu atakuja, atakutoa kwenye shida yako na changamoto yako. Kama ni vita, Yesu atakushindia. Kama ni wadui, Yesu atauondoa. Kama ni nguvu za giza, hapana uganga wala uchawi juu yako utakaofanikiwa, kwa sababu Yesu ukikaa naye vizuri, uganga na uchawi hawezi kufanikiwa mbele yako. Wewe kaa vizuri tu na Yesu, na baraka za Mungu zitakuwa pamoja naye. Kwa imani tunabarikiwa pamoja na Ibrahim. Kwa imani. Imani, baraka haziji kwa vitambaa vya upako wala vimafuta vya upako wala vinini vya vichumvi vya upako. Imani inakuja kwa uwezo wa nguvu za Mungu na Roho Mtakatifu, na tunavuta kila tunachokitaka kwa imani. Imani ni kipokeo kikubwa cha muujiza wako. Amini tu. Wewe amini tu katika kila jambo na utashinda. Tunda la 6 inaitwa tunda la upendo. 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 Warumi 8:35. Warumi sura 8 mstari wa 35. Upendo ni jambo la muhimu sana. Na upendo ni moja ya tunda la mti wa uzima, ambalo hapana mtu anaweza kwenda kule katika uzima bila kuwa na hiki kitu inaitwa upendo ndani yake. 8:35 Biblia inasema katika ile Warumi 8:35 Biblia inasemaje hapo? Inasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini pamoja na mambo yote tunashinda zaidi ya kushinda kwa yale tupenda. Ni nani atakayetenga na upendo? Upendo. Ukimpenda mtu, ukimpenda Kristo, hata kama unapitia kipindi cha dhiki, njaa, uchi, hatari, aina yote, inasema ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Upendo wa Kristo ni muhimu sana kwenye maisha yako. Kuna watu wanazungumza kwamba mimi upendo sina karama ya upendo. Upendo sio karama. Biblia inasema Mungu ni pendo. Upendo ni Mungu mwenyewe. Mungu ni pendo. Na pia ukisoma ile Wakorintho wa kwanza 13:1-7 utaona pia hapo Biblia inazungumza nini kuhusu upendo. Utaona hapo hiyo kitabu cha Korintho. Na pia upendo uko wa aina nyingi. Uko upendo wa aina nyingi, na aina ya kwanza upendo ni upendo wa agape. Upendo ni upendo ambao hauna sababu.
Nampenda mtu kwa sababu sio kwamba ni mwema, yani wenyewe hauna sababu kwamba kwa nini umpende mtu, ni upendo tu. Na kuna upendo wa ndugu ambao wenyewe unampenda mtu kwa sababu ni ndugu. Kuna upendo mwingine, upendo wa kirafiki, wenyewe kwamba unampenda mtu kwa sababu ni rafiki moja, kazini kwako mnafanya kazi pamoja, mnaishi, au ni rafiki tu wa faida. Wanasema mwanangu wa faida, rafiki wa faida. Unampenda mtu kwa sababu rafiki wa faida. Lakini pia nyingine ni upendo wa kimahusiano, yani kimapenzi, upendo wa ndoa au wachumba au watu wenye mahusiano, na hapo pia kunahitaji upendo wa kweli. Na aina nyingine ya upendo ni upendo, hizo aina 4: upendo wa agape, upendo wa ndugu, upendo wa kirafiki na upendo wa kimahusiano. Ndio aina kubwa 4 za upendo. Na Korinto wa kwanza 13 mpaka 7, mstari wa sura 13 mstari wa ule wa kwanza mpaka wa 7, Biblia inasema, japosema kwa lugha za malaika na za wanadamu, kama sina upendo nimekuwa shabiri yao na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, japokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo uvumilia, upendo ufadhili, upendo usudu, upendo utakabari, au jivuni, upendo ukosi kuwa na adabu, au tafuti mambo yake, hauoni uchungu, au hesabu mabaya, au furahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Uvumilia yote, huamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo upungui neno wakati wote, bali kuwepo nabii utabatilika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatilika. Sasa upendo una mambo mengi sana. Inasema uvumilia yote, hautakabali, upendo hautafuti mambo yake, upendo haukosi kuwa na adabu. Upendo haukosi kuwa na adabu. Maisha haya tunahitaji kuwa na upendo ambao una adabu pia. Maana leo hii kwenye nakuta humo kwenye mitandao, mtumishi fulani yuko tayari amseme mtumishi fulani, amponde mtu fulani ili tu apate viewers wengi, au kutikisa kuwa na kiki kutafuta ili tu upate sijui nini faida. Lakini tumewacha upendo wa kimungu. Nakuta vita kati ya watumishi kwa watumishi wenyewe, vita kati ya mpendo na mpendwa, na waelewani, wanachukiana, wanaombeana mabaya, kati ya watu na jamii, jamii na serikali, jamii na watu fulani. Yani upendo hautakabali, uvumilia. Kama unampenda Mungu basi utamvumilia na atafanya. Kama unapenda pia utampenda jirani yako, rafiki yako, mke wako, ndugu yako, basi utamvumilia na atafanya. Na pia nasema upendo hautakabali, yani hauhesabu, pia hauhesabu makosa, hauhesabu mabaya, kwamba aliwahi nifanyia hili la 3 kanifanyia, hili la 4 kanifanyia, sasa hili la mwisho na mimi nimfanyie. Upendo hauko hivyo. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, roho yako yote, na nguvu zako zote, na akili zako zote. Pia mpende jirani yako kama nafsi yako. Paulo sasa mwingine anasema, Bwana mimi niwatangulize mwingine, nimfanye mwingine kuwa bora kuliko mimi. Manake huo ndio upendo wa Kristo. Alikufa msalabani, alitufia sisi dhambi zetu ili tuweze kusamehewa dhambi, na sisi vivyo kaacha amri kuu, mpendane. Upendo ni jambo muhimu, moja tunda la mti uzima. Huwezi kumwona Mungu kama huna upendo, kama si upendo, kama utaki kuwa na upendo ndani yako. Yohana wa kwanza 4:8, hiyo pia inazungumzia hapo. Waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari wa 8. Hapo inazungumzia kuhusu upendo, kuhusu upendo. Waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari wa 8 inasemaje hapo? Yeye asiyependa kumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa kumjua Mungu, maana Mungu ni upendo. Naona Mungu mwenyewe ni upendo. Upendo ndo Mungu. Naposema uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu, Mungu yuko ndani yako, tuone upendo ndani yako. Amina. Pia tunda la 7 ni tunda la matendo mema. Matendo mema ukisoma 9:35, Matendo ya Mitume 9:36, utaona hapo kuhusu Dorcas. Dorcas mwanamke ambaye alikuwa amejaa matendo mema na sadaka.
matendo mema na sadaka, na hilo ni tunda ambao Mkristo tunatakiwa utende mema na sadaka. Ni kitu ambacho natakiwa kukiiga, tunda la matendo mema. Huwezi kwenda mbinguni alafu matendo yako machafu, ya chuki, ya uovu, ya fitina, ya umbea, ya uongo, ya wivu. Biblia inasemaje hapo katika kitabu hiko cha Matendo 9 mstari wa 36? Biblia inasema hivi, 9:36 inasema na mwanafunzi mmoja aliyekuwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake Dorcas, yaani mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa, hata walipokwisha kumwosha wakamweka, akaugua akafa orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu za nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Tabita alirudishwa, alifufuliwa kwa sababu alijaa matendo mema. Matendo mema vivyo hivyo natukumbusha na leo, matendo mema yanaweza kufanya ukaupata uzima wa milele. Matendo mema yanaweza kufanya ukaingia katika raha ya milele. Matendo mema, hii yote ni matunda ambayo Mkristo au mtu yote unayemtafuta Mungu, unayemtaka Mungu, haijalishi dini gani, lakini uwe na haya matunda. Matendo mema. Efeso 2:10 pia unaweza kusoma, Tito 3:14 pia unaweza kusoma. Hayo matendo mema yanazungumziwa sana sana sana. Utende mema, tendeeni watu wema, tendeeni watu mema. Haijalishi mtu unamjua simjua, mfanyie mema, usimtendee mwenzio mabaya. Atalia kwa ajili yako, maovu kwa ajili yako. Ujue Biblia inazungumzia kuhusu matendo mema. Yesu mwenyewe kila alipotembea, kila alipopita alitenda mema. Jitafakari pale ulipo, ukuwahi kutenda mema hata moja? Hebu fanya mema. Peleka Dorcas atenda mema na kutoa sadaka alizozitoa. Peleka vitambaa kanisani, toa vitu fulani kwenye ibada, fanya vitu vya Mungu, support kazi ya Mungu, fanya injili, tenda matendo mema. Wakati mwingine unahitaji kumsaidia mtu ambaye ana uhitaji, angalia yatima, kaangalia wajane na kadhalika. Hayo ni matendo mema. Lakini tunda la 8 ni tunda la furaha na amani. Kitabu cha Warumi 12:15 na ukisoma Wafilipi 4:4 utaona hapo, katika Warumi sura ya 12 mstari wa 8 utaona kuhusu inavyozungumzia hapo maandiko, na iko kitabu cha Wafilipi 4:12 mstari wa 15 inasema, furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Wafilipi 4:4 pia inasema furahini. Filipi 4:4 inasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Warumi 14:17 pia inazungumza kuhusu furaha. Mithali 20 inasema hapo pia, Mithali 12:20 pia inazungumzia kuhusu furaha. Lakini furaha ya Bwana ndio nguvu zangu. Maandiko hayo yanasema furaha ya Bwana ndio nguvu zako. Furaha ya Bwana, furaha yako ndio nguvu yako. Tunda la mti wa uzima, mojawapo ya tunda ni tunda la furaha. Furaha na amani. Furaha na amani. Jitahidi sana. Sehemu nyingine Biblia inasema takeni sana kuwa na amani na watu wote na utakatifu, ambao hapana mtu aweza kumwona Mungu asipokuwa nao. Tunda la furaha na amani. Haya ni matunda ya mti wa uzima. Furaha. Furahini siku zote, tunasema katika Bwana, tena furahini. Haijalishi na wakati gani unapitia, furahi. Mkristo, Yesu yupo kwa ajili yako. Furahi katika Bwana. Na Ibrania 12:14 tafuta na amani ya Bwana, amani ya Kristo
Furaha ni moja. Ukitaka kumwaibisha shetani, wewe furahi wakati wote. Utashangaa ghafla anajutia kwamba huyu mtu nilitaka ahuzunike, nilitaka afezeke. Ghafla anakuta una furaha, unamvunja nguvu, anashindwa kujua aanzie wapi tena.